Karibu, ingia mjomba. Sitaingia ndani, nimekuja kukuokoa. Mume wangu alinipa chai nyekundu kila usiku, hadi nilipogundua kuwa sio chai. Sehemu ya 4. Mume wangu bado alisimama pale, ameshikilia kikombe cha chai. Aliniambia nisifungue mlango, lakini sikuwa na wasiwasi tena. Nilipoufungua, niliganda. Alikuwa mjomba wangu, yule mtu aliyenifanya maisha yangu yawe magumu sana baada ya kupoteza wazazi wangu. Kama si watu wema walioniokota na kunilea kipindi cha udogo wangu, sijui ningekuwa wapi. Mara ya mwisho kumuona ilikuwa miaka 15 iliyopita. Alitabasamu kidogo. "Jenny, hujambo?" Mimi nikajibu, "Mimi niko sawa. Tafadhali, ingia." Alitikisa kichwa. "Hapana, sikuja kukaa. Nimekuja kukuokoa kutoka kwa huyu mwanaume anayejiita mumeo. Nenda kapakie vitu vyako. Tunaondoka." Nilisimama tu pale, akili yangu ikiwa tupu. Je, nifurahi au niogope? Alijuaje ninapoishi? Nilimgeukia mume wangu. Bado alishikilia kikombe, macho yamemtazama mjomba wangu. Hakuongea neno. Kulikuwa na kitu kwenye sura yake ambacho sikuweza kukielewa. Lakini niliacha kufikiria. Labda kuondoka ndio ilikuwa bora. Ningewezaje kubaki na mwanaume ambaye anaficha mambo na anasisitiza ninywe kile nisichokielewa? Angalau ningeweza kufikiri vizuri nikiwa mbali naye. Nilikwenda chumbani kufunga vitu vichache. Nilipokuwa nikifunga zipu ya begi langu, nilisikia sauti ya mjomba wangu, ya chini na upole, kana kwamba alikuwa akiongea na mume wangu. "Tumekupa muda wa kutosha," alisema. "Hakuna visingizio tena." Niliganda. Hiyo ilimaanisha nini? Nilitoka nje, nikiwa nimeshika begi langu. "Twende," mjomba wangu alisema kwa upole. Nilisita, lakini nilimfuata. Alifungua mlango wa gari na nikaingia. Tuliondoka ndani ya usiku ule mtulivu. Dakika nilihisi kama masaa. Nilitazama nje ya dirisha. Tulikuwa tumefika mbali sana na nyumbani. "Mjomba, safari hii inakuwa ndefu sana," nilinung'unika. "Tunaenda wapi hasa?" Alitabasamu kidogo bila kunitazama. "Tumekaribia." Nilitabasamu kwa nguvu. "Asante." Lakini moyoni sikuwa na furaha. Kitu fulani hakikuwa sawa. Nilichukua simu yangu. Labda nijishughulishe tu, na hapo ndipo nilipoona ujumbe kutoka kwa mume wangu. Ulitumwa dakika 40 zilizopita. "Mpenzi, samahani, sikuweza kumzuia mjomba wako kukuchukua. Huenda sikuwa mume mzuri, lakini mjomba wako ni hatari sana. Tafuta njia ya kutoka kwenye gari hilo. Nitakwambia kila kitu kuhusu chai nyekundu. Unastahili kujua ukweli. Ukirudi nyumbani na usinione, nimeacha ujumbe wa kukiri kwangu." Mikono yangu ilitetemeka. Jasho lilitiririka usoni mwangu. Alinitazama. "Jenny, uko sawa?" Alionyesha mbele. "Tumekaribia," alisema. Niliangalia juu. Jengo moja la upweke lilisimama kimya mbele, nusu limefichwa na miti. Moyo wangu ulidunda kwa kasi sana.